Abdikadir ametetea constituency yetu ya Lagdera imepata milioni 375, na hiyo ndio italeta mini grids katika ile sehemu ya Shantabak, katika ile sehemu ya Malimin, na katika ile sehemu ya tatu ni gani? Ni Gurufa. Iko Gurufa, iko Malamin na iko Shantabak. Mwenye kutetea 375 million ya kuweka mini grid ya hiyo stima ni huyo Mheshimiwa Abdikadir. Ni fire si fire, ni noma si noma. Aendelea siendelee? Wacha nione salamu ya Mheshimiwa Abdikadir jameni. Vile vile hivyo huyu Abdikadir tunamheshimu, ni mbunge mzuri, hana maneno mingi, haongei sana, maneno ni machache lakini kazi ni kubwa. Nimesema Abdikadir maneno ni machache lakini kazi ni mingi. Yeye ni fire si fire, ni fire si fire, anatosha atoshi, 2 terms si 2 term. Huyu Abdikadir anatosha atoshi? Wacha nione 2 term ya Abdikadir, 2 term. Mimi sisi zote tumekuja hapa kwa sababu ya heshima ya mbunge wenu Mheshimiwa Abdikadir. Na ukitaka kujua kama kiongozi yako na uwezo wa kuwaletea maendeleo, nyinyi muangalie wale wageni anawaletea hapa. Kwa hivyo Mheshimiwa akiketi, nitawaambia ile mambo amesukuma yenu ifike hapa. Ndio msiseme tu tunamsifu bure. Thank you very much Mheshimiwa. Niseme vile vile mimi sio mgeni sana hapa Garissa. Mimi nimekuwa mmoja wenu, tumesafiri pamoja. Nimekuwa waziri wa usalama wa taifa na nimetembea hapa siku mingi mambo ya usalama. Na niko na heshima sana na viongozi wa sehemu hii, na nimeshukuru ile umoja nimeona wa viongozi wa sehemu hii. Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Senator Abdul, Mheshimiwa Governor Nadhib Jama, Mheshimiwa Senator Abdul, waheshimiwa wote ambao wako hapa Garissa, thank you for working together as a team to deliver for the people of Garissa. Na niseme ya kwamba katika hii Northeastern hawa viongozi wetu wako na caucus yao, ambaye mwenyekiti wake ni ndugu yangu Mheshimiwa Aden Keynan, ambaye tulikuwa naye university akiwa mkubwa wangu kwa university. Na leo huyu Keynan anafanya sijui term ya 6 katika bunge. Kweli si kweli? Huyu mtu tulikuwa naye university, na siku hiyo alikuwa mtu mzuri. Siku hizi bado ni mtu mzuri. Sasa hata saa hii ni mtu mzuri. Vile alikuwa university alikuwa akiwa mzuri. Ni fire si fire, noma si noma. Kwa hivyo Mheshimiwa Keynan, mimi sitaita my big brother hapa Farah. Huyu ni senior wetu. Wewe kama mwenyekiti wa hili caucus ya Northeastern, and our senior brother Mheshimiwa Farah Maalim, ambaye ni patron wa members of parliament from Northern Kenya, you have shown us a good example. I want to assure you of my support and the support of the president. Umekuja, sikuwa nataka kukuita kwa sababu tunakuheshimu, wewe ni senior wetu, lakini kama umekuja tunashukuru. Hawa viongozi wawili, Mheshimiwa Keynan akiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Farah akiwa patron wa wabunge waliochaguliwa na wabunge wote wa Northern Kenya, wanafanya kazi nzuri sana. Ile matunda mnaona ya maendeleo ambaye Rais Ruto ameleta huku kwetu Northeastern, wale ambao wamesukuma ni wabunge wetu wakiongozwa na Keynan na Farah na mheshimiwa wa hapa akiwa pale. Waendelee namna hiyo, waendelee kufanya kazi pamoja. Huyu Keynan ni fire si fire, huyu Farah ni fire si fire. Wacha nione salamu ya Keynan na Farah, Keynan na Farah. Thank you very much, asanteni sana. Kwa hivyo marafiki wetu ni wengi kutoka sehemu hii.
Hata ndugu yangu Waziri Duale, mnajua mimi nilikuwa majority leader wa kwanza wa Senate na Mheshimiwa Duale alikuwa majority leader wa National Assembly katika serikali ya Uhuru Kenyatta. We work together. Baadaye akakuwa waziri wa ulinzi na mimi nikakuwa waziri wa usalama. We work together. Kwa hivyo hata Mheshimiwa Duale ni rafiki yangu na ni kiongozi ambaye tunaheshimu. So you have good leaders. Muko na viongozi wazuri wa ngazi zote na tutafanya kazi na hao kuimarisha maslahi yenu. Wacha niseme kwa ufupi yale mambo wenzangu wamesema. Serikali zimekuwa mingi. Hii serikali ambayo inaongozwa na William Ruto ndiye serikali ya 5. Ukiongeza na serikali ya mkoloni, serikali ni kama 6 zimekuwemo. Lakini zile za kidemokrasia zimekuwa serikali 5. Hakuna serikali ingine imefanya bidii kuleta usawa na kujumuisha Wakenya wote kama serikali ambayo inaongozwa na William Ruto. Kwa sababu kwa mara ya kwanza hii serikali iko na miradi ya ujenzi wa barabara. Kwanza kabisa barabara iliyo ndefu zaidi kuwahi kujengwa tangu Kenya iwepo. Ile program ama project moja ya barabara mrefu kuwahi kujengwa na serikali imejengwa ama imeanza kujengwa na William Ruto. Na wakati alikuwa hapa mwaka uliopita akataja ujenzi wa hiyo barabara, alitaja majina vile Northeastern itaunganishwa na Kenya ile ingine. Watu wengi wakafikiri ni mzaha, wakaanza kufikiri ni mchezo. Lakini hiyo barabara ujenzi umeanza, inaendelea. Kuna sehemu zingine kidogo kidogo ziko na matatizo, tunajaribu kutatua hiyo matatizo. Hiyo barabara itakamilika Mungu akitusaidia katika muda wa miaka 2, na 2027 Rais Ruto atakuja kuzindua rasmi barabara kubwa ambaye ni kilomita 750 ambaye itaunganisha mji wa Mandera na Isiolo, kwa sababu lami already iko mpaka Isiolo kutoka Nairobi ikapita ikaenda Moyale. Lakini sasa rais amesema mji wa Mandera na hizo towns iko katikati iunganishwe na Isiolo. It's going to be the largest road projects by the government of Kenya. No other government has built such one big road project. It is 750 kilometers and 100 billion Kenya shillings which will be spent in that project. Na wengine wakafikiri ni mzaha. Tumeigawanywa kama sehemu 11 na makontrakta 7 wameanza kazi. Kutoka Mandera, kuingia Gare, kuingia Ramu, kuingia Gare, kuikuja Elwak, Kotulo, Kobo, Tarbaj, paka Wajia, Samatar, hii Modogashe yetu, Kulamawe, paka Isiolo. Na wakati rais alitaja, watu wengi walikuwa wanafanya michezo kwa sababu hawajui Modogashe ni wapi. Hata wanafikiria Modogashe ni Somalia. Hii ni Somalia? Si hii ni Kenya jameni? Kwa hivyo Rais Ruto ataenda katika kumbukumbu za kihistoria kama rais ambaye alileta umoja wa taifa kwa kujumuisha sehemu ambayo ilikuwa imebaki nyuma kimaendeleo na maendeleo ya taifa nzima. We commend President Ruto for uniting the country through action and making sure that areas of our country that had been forgotten are included in the development of our country. And for avoidance of doubt, in 2 years, the 750 kilometers of road will be complete at a cost of 100 billion Kenya shillings, connecting the town of Mandera with the town of Isiolo and traversing the counties of Mandera, Wajir, and even Garissa and Isiolo counties. Na hiyo barabara wale hawajasikia itatoka Mandera, itoke Mandera ifike Ramu, kitoka Ramu ikuje Gare, itoke Gare ikuje Elwak, itoke Elwak ikuje Kobo, itoke Kobo ikuje Kotulo, itoke Kotulo ikuje Tarbaj, itoke Tarbaj ikuje Wajir, itoke Wajir ikuyende Samata.
itoke Samata, ikuje Abaswen, ikuje Modogashe, iende Kula Mawe, paka ifike Isiolo. Rais Ruto ni fire si fire. Rais Ruto ni fire si fire. Ni noma si noma. Kwa sababu ya kujenga hiyo barabara ambayo itakamilika by 2027, ndio tunasema Rais Ruto ni fire na ni 2 term. Ni 2 term si 2 term. Ni 2 term si 2 term. Wacha nione 2 term ya William Ruto jameni. Nikisema harambee mnasema 2 term. Harambee. Harambee. Rais Ruto aendelee asiendelee? Hiyo haitoshi. Kuna barabara ya pili ambayo itanufaisha hii mkoa wetu wa Kaskazini Mashariki. Barabara ambayo itaunganisha mji wa Isiolo na bahari ya Hindi. Ile barabara inaitwa Lapset, ambaye pia imeanza ujenzi wake. Serikali ya zamani ilikuwa imesema hiyo barabara ijengwe ya Maram. Wakati Rais Ruto amechukua usukani akasema hapana, hiyo barabara ni muhimu sana, inashikanisha Kenya na nchi ya Ethiopia. Kwa hivyo akasema hiyo barabara iwekwe ya lami, na imeanza kujengwa. Kandarasi zimetolewa kwa kilomita za kwanza 315. The first 315 kilometers are being built to connect Lamu Port with Ijara, Masalani, Garissa, iende mpaka Isiolo. The first 315 kilometers is being built as we speak. Kwa hivyo ukiongeza zile barabara William Ruto anajenga Northeastern ambaye haikuwa na barabara, kilomita 750 na kilomita 315 ni kilomita 1065 ambazo zinajengwa na William Ruto. 1065 kilometers of roads in northern Kenya through the Isiolo Mandera Road and the Lapset Road joining Lamu Port, Garissa and Isiolo. Rais ni fire si fire. Ni noma si noma. Aendelea siendelee jameni. Ni 2 term si 2 term. Jambo la pili, Rais Ruto aliona ya kwamba wananchi wengi wanadhulumiwa sana sana kutoka sehemu ya kaskazini mwa Kenya. Wakati wanaenda kutafuta vitambulisho vijana wetu ama kutafuta passport ya kusafiri nje ya nchi, wanaulizwa maswali mingi, na kuna utaratibu ambao unatumika wakati ule ambaye anatafuta passport ama kipande ama birth certificate anatoka Northeastern. Utaratibu unakuwa utaratibu tofauti. Hiyo ni kinyume na katiba, kwa sababu kila Mkenya lazima awe na usawa katika taifa letu. Ndio rais alitangaza mwezi huu Februari ya kutupiliwa mbali mambo ya ile vetting ambaye ni utaratibu ulikuwa una ubaguzi, na sasa wale ambao wanatafuta pasipoti ya kusafiri nje ya Kenya, wale ambao wanatafuta vipande na certificate ya kuzaliwa kwa watoto, ile maswali wanaulizwa ni ile maswali watu wengine wa Kenya wanaulizwa. Ile muda inachukua ndio wapate ile cheti ya passport ama wapate ile kitambulisho, ndio wakati inachukuliwa katika sehemu zingine za Kenya. So the president has brought equalization and delivery of services and equalize the people of Kenya. Na mimi nakumbuka mwaka huu mwanzo, ofisi ya passport, mimi nikiwa waziri wa usalama, tulikuwa tumeanza ujenzi wa ofisi ya Northeastern ya kupeana passport hapa Garissa town, na February rais alikuja akafungua hiyo ofisi ya kupeana passport katika Garissa, ili watu wasiende mbali kutafuta passport ya kutembea nje ya nchi. Tuendelee tusiendelee? Ni fire si fire. Ni noma si noma. Kwa hivyo Rais Ruto ameleta usawa. Mambo ya stima, mnajua upande huu ulikuwa umeachwa nyuma kidogo, lakini kuna projects nyingi za stima ambazo rais ameleta huku, na huyu mheshimiwa Abdikadir amekuwa mmoja wa wale ambao wametetea muongezwe pesa ya stima jameni. Huyu Abdikadir ametetea muongezwe pesa ya maji.
huyu Abdikadir ametetea hata lami iongezwe. Kwa mfano, Mheshimiwa Abdikadir alienda akatafuta waziri wa barabara, wakakuja kwangu, tukaenda kwa rais, na rais amekubali hii Lapsset wakati inajengwa tutaongeza, tuone kama ile Spar Road tuongeze lami ile la Lapsset ndio ingia about 20 kilometers ifike Banane. Na hiyo ni juhudi ya mheshimiwa wenu. Ni fire si fire, ni noma si noma. Vile vile huyu Mheshimiwa Abdikadir amepigana mukaongezewa pesa ya stima. Pesa ya stima inagawa kulingana na counties, na hii county ya Garissa imepata bilioni 1.7 kuweka stima kwa familia zaidi 7,200. We have released a total of 1.7 billion shillings for last mile electricity connectivity here in Garissa County to connect an additional 7,200 families. Katika hiyo pesa ya Garissa County, huyu mheshimiwa